Diamond ni mtu wa kusamehe. Mimi nakuchana. Katika wasanii wanaojua kusamehe, Diamond anajua kusamehe sana Dingi. Mimi nakuweka sasa, nakupa fact ili ujue. Unaona mtu kama Baba Levo ashamkosea sana Diamond hapo nyuma. Alishalalamika sana. Kipindi mimi nalalamika kuibiwa wimbo, na alikuja kalalamika na Daina Nyange. Tena yeye akafika mbali zaidi. Hata mimi sikufika, akafika mbali zaidi. Lakini leo unamuona Baba Levo yuko na nani? Na Diamond anafanya kazi. Diamond ni mtu wa kusamehe. Shanisoma. Wasanii wa hivyo wajifunze, Tanzania wako wachache wanaoweza kusamehe. Kuna mtu mkikosana kidogo akimbilia polisi. Alafu akifika polisi kesi haimalizi. Usikimbilie polisi kabla hujamaliza jambo lako kwanza. Usipige hiyo hatua kwanza. Limalize kwanza jambo lako hapa, alafu ndio uende hatua ya pili. Sisi ni wasanii wote tunategemeana. Mtu akikosea usikimbilie kwanza polisi. Kaa na ule mtu kwanza. Hata ukizungumza naye anaweza kukupa sababu zake. Dingi, mbona ni vitu vidogo. Kwa hiyo Diamond nampongeza kwa sababu ni mvumilivu afu ni mtu wa kusamehe. Sasa hivi haya wanaofanya sisi tulikuwa hatufanyi fake. Ni real. Ndio maana unaona Wema alikuwa kweli na Diamond. Lakini sasa hivi wasanii wanaenda kulia uongo. Wana fake sana. Hata kama unatengeneza kiki, tengeneza kiki yenye misingi, isikuharibie karia yako. Sherewa. Usikumkuza mtu afu ukashuka Dingi. Ndio maana unaona mimi nilikuwa na mtu nampambania Sami Harmonize ni mdogo wangu. Nilikuwa naye kama mdogo wangu na namheshimu kama mdogo wangu. Japo kuna mambo yametokea ambayo mimi sijapenda, lakini sikutegemea kama yeye anaweza kufanya hicho kitu. Sababu kwenye maisha kuna kumwamini mtu. Sherewa, ukaamini huyu mtu na yeye sababu anatokea familia ya kimaskini kama mimi maskini mwenzie, atakuwa nakumbuka kwamba fadhila ni nini au huyu mtu ananipambania mimi kwa sababu ya nini. Nilikuwa naamini hicho kitu. Kwa tukikaa mbele ya kamera tukaongea uongo, nyuma ya kamera tukafanyana vitu vya kipumbavu, ni upuuzi mtupu Dingi. Mimi ni mtu ambaye wanaongea ukweli. Ndio maana watu wengi wanapenda interview za Chibaba. Kuna interview watu wanazifuatia kama interview za Chibaba, ndio nakwambia leo sababu Chibaba ni mkweli. Hao wengine wote hao ni machawa tu wanaongeaga ropo tu, hamna kitu uongo tu. Yaani mtu kwanza hueleweki, huna misimamo, huna misingi. Unaonekana kama akili zako haziko sawa. Kwa sababu uongei kitu ambacho kinaenda kujenga jamii. Wewe unaenda kupotosha jamii. Jenga jamii. Chibaba na madhaifu yake, zungumza madhaifu yake, zungumza na mazuri yake. Sasa wewe unazungumza madhaifu yake tu. Wewe una kasoro. Kwa hiyo Dingi, mimi nilikuwa naongea kwa kubalance. Na huwa nikizungumza huwa napenda sana kubalance sababu mtu kama ana mapungufu yake ujue ana mazuri yake pia. Kwa hiyo hizi skendo wanazotengeneza si nzuri. Baadhi ya wasanii wanatengeneza si nzuri, haziwajengi, zinawabomoa. Kwa sababu badala tushindane muziki, tunashindana vitu ambavyo havina faida kwetu. Skendo yako iendane na muziki wako. Alafu usiende kuzungumzia ndoto zako mbele ya kamera. Ya nina ndoto za kumjengea Juma nyumba, za kumnunulia gari Juma. Usiende kwenye ndoto. Hicho kitu ndio nilikuwa nakataa mimi, hata kipekee nilikuwa namwambia Bwana Nasibu, unaongelea ndoto. Ila uhalisia wa maisha yako tunayajua. Una maisha mazuri tu. Kikubwa ni kwamba hebu njoo na hawa vijana wape na wenyewe maisha kama wewe unakoelekea. Kama kijana unaye anaingiza pesa, usimtengezee maskini ambao hayamjengi. Yaani wewe leo kwa mfano tuseme labda Ibla. Harmonize angeamua kumnunulia Ibla nyumba. Wewe usingeandika? Tungeandika. Sasa Ibla akaenda kudili sasa na mama zake. Inajenga ama inabomoa? Unamharibia yule bwana mdogo misingi yake. Nyie mnahisi ni kiki lakini inamharibia misingi yake. Unamtoa dogo kwenye malengo yake. Unamtoa kwenye focus yake. Unajua alikuwa anawaza nini? Sawa, mapenzi ni upofu, hayana ukubwa, hayana udogo, lakini wewe bado mdogo. Msikimbilie makubwa na kati bado. Kwa hiyo kama mdogo wangu, ningekuwa mimi, nilikuwa nafanya kitu kimoja, nachukua pasu ya pesa na mnunulia nyumba bwana mdogo wangu, nika hapa. Afu nasimama bana, sio 1 2 3 4 5 nimemnunulia kijana wangu nyumba. Hata sisi wenyewe tunaona yes, huyu ni mfano bora kuigwa. Sio yanayoendelea, hayajengi Dingi. Mimi maskini. Kweli natokea kwenye familia ambao
iko chini. Lakini Dingi, alhamdulillah, namshukuru Mungu, nilichokipata sikukosea. Vingine nimeviweka, vingine havipo. Sina, ninacho. Lakini kama umebahatika kupata, hebu dili na watu wako. Okay. Sawa. Kitu watu waita legend. Fulani legend. Legend kwenye nini? Kwenye muziki, lakini no, Dingi mimi sio legend, mimi bado sana. Okay. Yani hilo neno nimekwambia tu kwa sababu kuna wasanii wa juzi wanataka kujiita ma legend. Okay. No, Dingi. Sawa. Legend ni wachache sana. Hapa tutazungumzia Sugu, Mr. Two, tunazungumzia wakina Solo Thing, tunazungumzia wakina Professor J, tunazungumzia kina Dully Sax, tunazungumzia kina Q Chief, tunazungumzia kina TID, Top in Die, yani watu ambao walishawishi watu kuja kufanya huu muziki na wapewe heshima yao pia. Okay. Kwa sababu na wewe unatakiwa ujiandae kuja kuwa legend ambaye na wewe tengeneza mazingira ya kuheshimu hali kaka zako. Sasa uwaheshimu kaka zako. Alafu na wewe unataka kuja kuwa legend baadaye. Hutaheshimika na wewe pia. Tengenezeni misingi ya kuheshimu legend pia. Nimesema hivyo kwa sababu kuna wasanii bado wadogo wanajiita legend. No, ndio maana hata mimi mwenyewe sio legend. Mimi ni wa 2005 kwenye Mpenzi Bubu. Hao tunazungumzia ni wa mwaka 90 na kitu. Wanafanya muziki, kuna Kwanza Unit. Lazima ujue historia ya muziki. Na Mwanza kuna manguli, kuna watu waitwa wakina Dr. KB, unawajua? Okay. Kuna watu wakinaitwa, kuna watu sasa wanaitwa wakina Jitamani, unawajua? Mimi ni mabrother wale, mimi makuta. BWV wakina Kabago, nimewakuta. Wakina Bwai nimewakuta, ni mabrother. Nimekutoa tu mfano. Usije kutamka neno Chibaba ni legend. Naonaga wengi wanatumia wewe msanii wa zamani, si nawaambia kuweni na adabu. Mimi sio msanii wa zamani sababu 2005 kwenda 2009 anotoka Diamond. Nitupishana miaka 4, lakini kabla hapo aisha rekodi nyimbo zake 2006, 2005 ana nyimbo tayari. Why uniambie mimi ni mkubwa kwa Diamond na kati Diamond kaanza kuimba muziki na mimi ni sawa, ila mimi nikatangulia kutoka. Kwa hiyo tuwe na adabu kwenye matamshi. Okay. Yes. Naomba tumalize. Una mambo mengi sana. Na interview zako zinakuaga ni tunapanga dakika lakini zinapitiliza. Ni kwa sababu ya maswali yako. Sawa. Yeah. Usiponiuliza mimi nitakujibu. Ukipata nafasi kama hii ambayo tuko nayo hapa. Ukaambiwa umshauri kitu kimoja akiache Harmonize, utamshauri kitu gani? Kwa nini Harmonize? Nimeanza na Harmonize kwa sababu ulikuwepo pale, nitakuja pia kwa msanii mwingine. Ni mshauri aache kitu kimoja. Aache kwa sababu ulikuwepo pale Konde Gang. Sio yani ukisema aache apunguze. Yani kama mimi na force. No, yani kwamba asiendelee kufanya. No. Afanye mabadiliko kwenye